Hello my guys, I hope mko fine, pia mimi niko fine by the way. My name is Kushman. Today I'm here with my guy Hassan Abduel, Bohayo East upcoming MCA 2027. Today nimekuja naye hapa kufanya interview naye by the way. Acha atufahamishe mambo atawafanyia nyinyi wananchi wa Bohayo East. Even hasa kwa wadi amekuwa akisponsor vijana wadogo hivyo. Bado tunashukuru. Hassan. Yes. Habari zenyu wananchi watukufu wa Kenya, wazalendo. Nawatakia siku iliyo njema, siku ya manufaa, siku iliyo njema na heri njema sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Hassan Abduel Wewa. Ukiniita kaka mwenda ama kaka mpendwa ambaye anaitwa Abduel nitaitikia, na ukiniita Hassan nitaitikia, na ukiniita Wewa nitaitikia. Mpenzi msikilizaji, Mkenya mzalendo kama mimi ambayo tuna manufaa ama tumainio moja mbili ambayo tunalingana pamoja, na msalimu nyote hamjambo. Vile umesikia ya kwamba mimi ni kijana yenu, mimi ni ndugu yenu, mimi ni mtoto wenu kutoka mkoa wa Magharibi wa Kenya, gatuzi la Busia, gatuzi ndogo la Nambale, kata ndogo ama kata ya Bohayo Mashariki. Wale ambao wasikii Kiswahili sanifu, na inamaanisha natoka Busia County, that is county 040, constituency ama sub county inaitwa Nambale constituency, alafu ward inaitwa Bohayo ward. Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa mji huu, ama mimi ni mzaliwa wa Bohayo East, kule kata ndogo ya Madibo, kijiji ambayo inaitwa Hayo. Mimi nimesoma katika shule ya kwenda na kurudi, katika shule ya msingi. Nimetoka pale nimesoma shule ya upili hapa Bohayo Mashariki, hapa mkoa wa Magharibi. Na licha hiyo nilipotoka nikaenda kule mahali nimekuwa nimesoma nje. Ni ile mara ya kwanza maybe kuambiwa wasikilizaji wa Kenya ni kwamba nimesoma nje. Na sasa hivi ninafanya kazi nje pia, lakini kwa sasa niko hapa nchini kwa sababu ya 1, 2, 3. Licha ya hayo pia kwa sasa nimewekwa katika idara ya polisi. Ninaangalia maslahi ya wana polisi ama walinda nchi ama walinda amani katika hii nchi ya Kenya. Kuna venye tunawatembelea 1, 2, 3. So leo ambayo ni siku ya mwisho katika mwezi wa Mei, imekuwa na imetunuka kwamba nikakuja nikaongea na wananchi watukufu wa Bohayo Mashariki, na hususan wananchi wa Nambale, na ijapokuwa pia ninaongelea mkoa wa Magharibi wote mzima. Natumai moja kwa moja nitarejesha studio, maybe wanielekeze kwa maswali mengine, lakini natumai mmenijua zaidi vile nimejieleza, na shukran. Haya my guys, hapo mmesikia Hassan tukiwa naye hapa anaelezea kuwa anatoka eneo bunge la Bohayo Mashariki. Bohayo Mashariki. That is Bohayo East. Bohayo East. Mbunge hivi sasa kule Bohayo East ni nani? Mbunge kwa sasa wa Nambale, maana umeniuliza mbunge, ungeniuliza mwakilishi wadi ni nani? Mimi nataka mbunge kwanza. Tunaanzia kwa mbunge. Okay, mbunge ambayo unaongea Kiswahili ambayo inakuchanganya kidogo. Mbunge wa mwakilishi ya kata ndogo ama gatuzi ndogo la Nambale ni Mheshimiwa Geoffrey Ekesa Mulanya, ambaye ni wakili. Na mwakilishi wadi ya Bohayo Mashariki anaitwa Mama Eunice Wandera. Yes. Tunaanzia kwa huyo Mulanya by the way. Kazi yake anazingatia ama kuna vile anawapeleka vibaya watu wa Bohayo? Wacha niseme hivi na Wakenya wanisikilize. Kazi ya mbunge ni vitu 3. Najua sisi tumejiweka tunaharibu katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya imeelekeza mbunge ana vitu kadhaa 3. Kitu ya kwanza ni kutengeneza sheria katika bunge. Kitu ya pili ni oversight. Kitu ya 3 ni executive. Mambo yana maendeleo, hiyo ni kinyume na kipengea sheria. Ugatuzi ulikuja katika taifa hili la Kenya 2010, ambayo ugatuzi unaenda katika magavana, si katika mbunge. Wabunge ndio manake unaona sasa hivi wananchi wengi wamepinga mswada NCDDF. Manake hiyo mswada kuna vipengee ambayo wabunge wanavuja pesa. Umenisikiza? I think wananchi hapo ndo mnafahamu tofautishe. MP kazi yake ni oversight, legislature, executive na legislature, executive na judiciary. not judiciary, no oversight. Vitu 3.
So unapata kwamba hizi vitu tatu mwananchi haswa haelewi kazi ya mbunge ni nini. Kazi ya mbunge si kuleta maendeleo. Hata NCDF katika sheria ama katika kipengee ama katika katiba ya Kenya iko kinyume na sheria na katiba ya Kenya. Kazi ambayo wanafanya sasa hivi ni kazi kinyume na sheria. Maanake kuna pesa ya NCGDF, yani National Government, CDF, inavunjwa na wabunge wengi. Wabunge wengi hawatekelezi manufaa ya hiyo milioni ya pesa ambayo inakuja. Umeniuliza swali kaka mwenzangu ya kwamba mbunge wa Nambale anafanya kazi. Wakili ni rafiki yangu sana, na wakati ambao ninaenda katika vyombo vya habari nasemanga mimi binafsi nimepata mbunge ambaye ni rafiki yangu, nimepata mbunge ambaye anasikiza wananchi, nimepata mbunge ambaye ukimpigia simu atakusikiza. Mbunge Mheshimiwa Wakili Mlanya, Mheshimiwa Wakili anafanya kazi. Kwa sasa acha niseme kwamba takriban miaka 2.5 Mheshimiwa ameenda katika bunge. Yeye ni mgeni, licha ni mgeni. Licha changamoto nyingine, yeye alienda kule bila chama. Na unajua kwa katika siasa, ukingona siasa hapa Kenya ni kitu moja. Usipokuwa na chama haswa ambayo imekupeleka bunge, hauwezi ongea. Uko kama minority, uko kama yani idadi yako yani uelewi yani kabisa. You are in minority. Yani wale wachache katika bunge. But Mheshimiwa amejaribu, licha yake Mheshimiwa amejaribu sana. Na mimi nasema kwamba Mheshimiwa kazi amefanya. Ukienda kuangalia pale nimekuwa katika wadi ya Nambale mjini, that is Nambale Township Ward. Mheshimiwa ameanzisha kazi na mradi wa M-Pesa ambaye ni Safaricom. Amewafanyia pale Nambale Urban. Amewajengea pale gorofa na gorofa bado inaendelea. Licha hiyo ukikuja Buhayo Central ambapo Mheshimiwa ametoka, Mheshimiwa amefanya maendeleo. Kila wadi ambayo Mheshimiwa anaongea hivi, wacha mimi niongee katika wadi ambayo mimi natoka, wadi ya Buhayo Mashariki. Mheshimiwa ametujengea pale, amekuja kamaliza mradi ambayo mwenzake aliyetoka katika hicho kiti Mheshimiwa Binyasi amemaliza pale multipurpose hall Skinga. Mheshimiwa amekuja amejenga pale akamaliza ile dormitory ya Lwanha Girls. Ukitoka pale Mheshimiwa amekuja Matiri Primary School, amejenga darasa. Vile tunaongea hivi Mheshimiwa anajenga Madibo. So kibinafsi mimi nasema kwamba Mheshimiwa anajaribu, lakini hajafika hatua ile ambayo tunatarajia ya kwamba baada ya miaka 5 atakuwa amefika pale. Lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe nguvu. Sasa kuna uwezekano mwaka 2027 akarejea kwa hicho kiti. Mimi kibinafsi, mimi wakili, na mimi kwa hakika ukikata damu yangu na ukata damu ya wakili kisiasa, acha niseme kwamba tuko kama ndugu na dada ama ndugu wa kipenzi. Manake kazi ambayo anaifanya mimi nashukuru. Na mimi sasa hivi tumeongea na wakili mara kadhaa, tukikuwa jijini Nairobi, tukikuwa huku, nilimwambia kwamba wakili, fanya kazi, hiyo kazi itauza jina lako wakati ambao itafika 2027. Naweza sema kwamba maybe 2027 ataingia bunge, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu hawajui. Hatujui kwamba kati ya mwaka sasa 2025 kufikisha na 2027 kama Mheshimiwa atakuwa hai ama kama mimi nitakuwa hai. Hatuwezi jua, lakini Maulana peke yake ndiye anajua, na tunamwombea kwamba ajisatiti kabisa na ajitose katika kiunga, akisema kwamba mnamo mwaka 2027 atakaposimama kiti ya ubunge tena, watu wamuone na watu wamuone. Lakini ile kizamana nakwambia, mbio za siasa zenye ziko katika Nambale ni mbio zenye usipofanya kazi hawezi rudi huko. I think hapo nimekuja hivyo swali langu. Tukitoka hapo Mheshimiwa Hassan, nimekuwa nikifuatilia pale comment section, wananchi wa Buhayo East wanalia kwamba barabara ni mbaya sana huko. By the way, wacha nikujibu pale. Siko hapa kwa sababu ya kutetea viongozi ambao wako katika mamlaka, lakini nataka nikwambia kwamba wananchi sisi wenyewe hatujui haswa ni kitu gani ambacho tuaitisha. Kuna barabara, nataka unijibu kwanza. Hiyo barabara tutoka hapo tuingilie pesa za wamama wajane, watoto waliofiwa wazazi hao. Pia nasikia wanahangaika sana. Wacha nikujibu swali. Barabara ambazo ni za national government kwa hakika zimelimwa mingi. Tutasema hivi. Hakika mingi zimelimwa, na barabara za national government hapa Buhayo Mashariki ni kidogo sana ukilinganisha na zile barabara za county. Barabara ya national government ambayo inatoka Buhayo Mashariki ni ina connect na Buhayo North, ni ya kutoka Buyofu kupita Buyofu Secondary Primary School, ile ambayo inaenda hadi kwa Mheshimiwa Kemo ipite kule ngambo. Barabara ya pili ni ile ambayo inatoka Buyofu Junction pale kuingia Hayo kupita Hayo pale Malambisia ikienda hadi paka Madibo. Hizo barabara hazijalimwa, maana yake ninajua kwamba dispatchment ya pesa ya national government ya kulima barabara za kera ama kura
hazijatoka, lakini zitakapotoka mimi najua wakili ni kijana shupavu, ni kijana mchangamufu, na hivi karibuni alikuwa ametuambia kwamba anaongojea pesa zitoke kisha atakuja kulima. Alafu umeniuliza maswali ya wamama wajane na watoto mayatima. Kibinafsi mimi na sheria ambayo nimesoma ama katiba ya Kenya ambayo nimesoma, hakuna mgao wa fedha wote ambayo mbunge